Madaraka imefanya damu imwagike. Yaani dada niangalie vizuri. Wewe jamani umshafeli tayari. Wewe mbishi dadao. Ila mtale sijafeli. Hujafeli wakati ilidondoka tena. Naye. Jamani dada. Dada ni kama unaniiba. Sasa nikuibie kwa nini jamani? Si unatazama? Kanitazame vizuri sasa. Lakini sijafeli dadangu. Wewe naye jamani, haya katezi bana. Basi unakujia vizuri tu. Madaraka imefanya damu imwagike. Naona mko kwenye furaha. Furaha nini kwanza? Nijeunge na nyie. Hamna kakaangu, njoo uketi kwanza. Sitoketi. Utoketi tena? Nataka kurudi hapa nyuma tu kidogo. Tena kuna nini jamani? Hamna. Vipi hapa nyumbani? Uko salama? Haya sawa, nashukuru kwani hapa ni salama. Tuko salama, lakini kakaangu, unafikiria nini kuhusu swala langu? Kuhusu swala lako nalifanyia kazi. Vijana nguvu kwa umoja. Vijana nguvu kwa umoja. Vijana, unasemaje? Ni nguvu kwa umoja tu mkuu. Sawa. Ni vizuri kwa sababu umetikia wito huu wa dharura. Kwa jinsi nilivyowajuza kwa kikao cha kwanza, malalamishi yenu nayawaisha Ikulu, napeleka kwenye baraza la kiongozi la chifu wetu. Nimelifanyia kazi, lakini mpaka sasa bado suluhu haijapatikana. Ahadi zisizofika mwisho, si tumechoka. Kwa sasa nataka tushimame kama vijana wenye nguvu. Vijana Nguvu kwa umoja. Vijana Nguvu moja. Sasa nawaambia hivi, kwa sababu wakuu wetu, viongozi wetu hawataki kutupea suluhisho, sisi wenyewe tutashimama, tunajipigania, tunajitetea ili tupate suluhu mbadala na tuweze kuishi kwa amani katika kijiji chetu, kwa sababu tuna haki ya kuenjoy mazingira ya kijiji chetu. Ardhi yetu sio ardhi ya kujaza na makaburi watu ambao wanafariki kwenye saa sita. Kisa kimoja kinasababisha ardhi yetu ijazwe makaburi. Na hicho kisa ni nini? Saa sita tu. Haya majira ya saa sita yametuoa kabisa. Sisi ni wachumba wake. Sasa nataka tuchukue maamuzi yetu. Na kitu cha kwanza, nataka tusiendelee kuchumbia ama kuoa katika hiki kijiji, kwa sababu sijaona thamani ya kuendelea kuongeza idadi ya watu wakati ukimzaa mtu kwa leo, kwa kesho anafariki. Mapenzi yakatizwe kuanzia sasa. Hili sio pendekezo, ni amri. Hamna kipingamizi, mtu yote hawezi kupinga. Mimi nimepinga mkuu, hata na mimi. Haiwezekani. Hata mimi siwezi nikakubali hilo. Bora mkuu, mbona unajifanya kama wajinga bana? Ninyi vijana, mna akili kweli? Si tuna akili. Kuna ulazima gani wa kuendeleza mapenzi wakati watu wanaendelea kufariki? Hizo hisia mnazipata wapi wakati kuna changamoto ambazo zinajitokeza kwenye majira ya saa sita? Nafikiri unaweza kuwa kwenye mazingira unaenjoy na mpenzi wako, majira ya saa sita ikiwadia wakati mpo huko, kipi kitatokea? Si mnapotea mazima? Mkuu, yani mimi siwezi nikakuelewa hata kidogo bana. Maana kwa kesho yani nilijiandaa kupeleka posa kwa mwanamke. Sasa itakuwaje kwanza? Unaongea ni tusipeleke posa kwa wanawake. Angalau mimi kesho nimejiandaa kwa kupeleka posa kwa mwanamke. Mkuu ameongea hivyo kwa sababu hajui kutongoza, najua hiyo. Unajua kweli.
tena hazai. Ni mkuu. Hapo nishakuelewa. Na tayari niko tayari kukuunga mkono kabisa. Wewe unasemaje yani wewe? Mimi niko tayari kumuunga mkuu mkono. Basi kama uko tayari kuunga mkono basi mtoke pamoja. Tunataka tatizo letu hapa kijijini litatuliwe. Alafu mnakataa maamuzi ya mkuu. Kisa nini? Sasa si ukataa kuoa ndio tatizo hatakwisha. Ndio, si hapo ni kama unataka kumuunga mkuu wako mkono basi mtoke nyoa wawili basi. Nishamuunga tayari. Basi muungane mkono mtoke huko. Hii vipi? Kama mnaagilizeni timamu nenda. Kelele bana. Hiki ni kikao ambacho nimewaalika ninyi. Na vyote nilikuwa nishamaliza, ilibaki tu kuwapea nini habari. Hamna kipingamizi chochote. Yoyote ambaye atakaendelea kuoa ama kuchumbia mwanamke ndio atakuwa mtu ambaye anasababisha haya majanga ambayo yanajitokeza kwenye saa 6. Yeah. Nilizania unakuja kutuambia vitu vya maana, vitu vya samani, lakini unakuja kutuambia vitu vya upuuzi. Wewe liva. Hivyo ndo wajinga walipo. Kila kitu cha samani ukiona tu kama nini, kama ujinga, lakini vitu vya kijinga ndo anapata furaha yake na kuenjoy. Furaha yake na kuenjoy. Kijana, umetoa wapi hiyo nguvu ya kunikatiza wakati nazungumza? Sio mimi nakukatiza, ni muda natukatiza. Saa 5. Hivi dada. Tunataka mimi niolewe. Nataka. Hapo sawa. Akia Mungu mimi hata na mimi na furaha. Wakati mimi nitolewa. Aha. Dadangu, hiyo siku mimi ndavaa kanga. Kanga tena? Sio suruali. Dadangu, unajua kale kina Kent. Nakupata. Wakati kale katapata na ukimwi. Nitafurahi. Sasa tena kufurahi. Mimi nitakuwa na huzuni kwa sababu yeye rafiki yangu. Sasa mimi kwa nini nitakuwa na furaha? Mimi nazungumzia Kendi. Kendi kwa kama mimi. Hata kama. Dada yangu, muda umetimia. Twende ndani tujifungie tu. Haya sawa, nashukuru kwani hapa ni salama. Tuko salama, lakini kakangu, unafikiria nini kuhusu swala langu? Kuhusu swala lako nalifanyia kazi. Sasa kakangu, nakwambia hivi, kwa leo unatuandalia. Haya, nenda jikoni. Sisi tunaenda. Tuandalia. Haya, bye, tunaondoka. Hivi mnaenda wapi kwanza? Tunaenda hapa jamani kwa kina Nandi. Muda unasonga mbele. Imetimu saa 5 dakika 55. Ndani kwanza. Njoo tuondoke dada yangu. Haya sawa, mimi nawapokea. Ni muda natukatiza. Saa 5 dakika 55. Dunia mera kahe saa 6. Dunia kahe mera saa 6. Tunakufa viongozi wakijua chanjo saa 6. Kijijini tunalipa deni tusiojikopa. Ukitaka shauri jibu kwake ni tusi. Madaraka imefanya damu imwagike.
hii mlimo imekaa sawa mzee wangu. Yaani hii kijiji kipo sawa kidogo, lakini kitu cha balaa sana ni hiyo saa 6 kujitokeza, lakini hii kijiji kipo sawa. Na unajua migomba imekuwa sawa, yaani imekuwa sawa. Na unaonaje mzee? Kama vizuri. Lakini kuna jambo fulani, huu mkuu wenu wa vijana mimi amenikera sana, maana kaongea kuwa wanawake wasiolewe, wanaume wasioe. Kwa nini? Mimi kama na nguvu kama nilimpiga mimi. Unajua kwa sisi wengine tumependwa na tumependwa sana. Maana tunavaaga vazi ambazo zipo sawa. Ndio maana kuwa tumependwa. Sikusema kuwa ni yeye ipo kama Bora hata angeongea kwa wale watu ambao wamefariki, wakina Primo, watu wengi. Sasa anaongea tusio, aliongea vibaya. Huyo chifu wenu yule ni mjinga, mimi si chifu wangu tena mimi. Maana nimemkataa kwa leo, hata na mimi nimemkataa sana. Yaani anaweza kuongea kuwa wanaume wasioe. Nikiwa na wapenzi 10 hapa kijijini ambao wananipenda zaidi. Unajua kwa chifu wajui kutongoza. Nimekuja kuelewa. Nimekuja kuelewa. Unajua wakati ambao nani yule Nyamwezi aliongeaga mkuu anaongea vizuri. Yaani wale ni watu ambao wanaona akili. Tazama. Mtabangi tena amevuta bangi nyingi. Ligepo. Tule. Afakala male. Wewe si tunahuzunika, tunaongea kivita, lakini unakuja kwa kuvuta bangi lideko ndo nini wao? Mnaongea eti mnahuzunika. Kwani hapa kijijini kuna msiba tena? Mimi siwaelewi, hapa hakuna msiba bana. Sasa unacheza kwa nini? Tingishika. Wewe mtazame mtabangi ana akili. Mzee wangu mimi sipendagi kutembea na watoto kama wewe. Mimi ni mtoto mimi. Na ni kama kwa leo itakuwa ya mwisho na ya mwisho kutembea na wewe. Maana upo unakuja si wengine tunahuzunika, maana wameongea kwa tusioe tukiwa na wapenzi ambao wanatupenda. Lakini wewe unakuja lideko ndo nini wao? Nadhani mshanitenga. Wakati nilipoongea mimi nimemunga mkuu mkono, ndio maana mlinichukia sana. Na mmeshanitenga. Wewe na yule mkuu sura zenu mbaya, kwanza mnafanana. Nyinyi sura zenu mbaya sana. Ndio maana mimi sio tena rafiki yako kwa njia leo. Masudi kwa nini Masudi mimi wakusalitiwa. Wewe ni msaliti. Wewe ni nani tena? Ukataa kusaliti wewe. Wewe na yule mkuu wako kama ni baba yako kama wewe nyinyi. Unasema mkuu wangu, si mkuu wako kweli? Mimi. Unaenda kumwambia kwa mimi River nimekataa. Kwa yeye mimi si mkuu wangu, mimi nimekataa. Wakati mpo na mimi ndio mnapata fursa ya kumkataa mkuu. Tukifika huko kwa mkuu, mtaweza kusema hivi kabisa. Mimi nakutuma kuwa River ameongea kuwa yeye hakujali. Mimi nakutuma, nenda kumwambia. Sawa, nenda nikamwambia mkuu. Na isitoshe, nyinyi wameshakataa kupeleka posa. La sivyo. Wewe umsaliti. Sivyo nini? Nyinyi mmeanza kujifanya nyinyi. Nyinyi mmeanza kujifanya. Tusiwahi kuona tena mimi simtaki tena kuanzia leo, mimi simtaki haki ya Mungu. Tusikonoge hapa nyumbani kwetu tena wewe. Ala, mimi anadhani anakuja kunifarija wakati nimepoteza mkuu wangu yule Primo. Namkumbuka sana. Si hao ni watu ambao wanazingua sana, wanataka yaani bana hii nchi imekuwa na balaa kama Kongo hii. Ala. Dada, Asma. Ameshafariki tayari dadao. Basi tunaweza kumwacha. Sababu yatatuletea. Twende nyumbani kwetu, twende kumwarifu kaka.